Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mtu mmoja akaniambia, yaani mchungaji, mimi siamini kama kuna uchawi. Nikamwangalia nikasema tayari ushashughulikiwa. Hiyo hali ya kutokuamini kama kuna uchawi, tayari mchawi ashafanikiwa kwako, ashakuloga tayari. Amen. Ushawangiwa tayari. Kwa sababu kusema mimi siamini kama kuna Mungu, hivi naondoa Mungu kutokuwepo? Mimi siamini kama Mungu yupo, hiyo inageuza uwepo wa Mungu hata kuwepo. Atakuwepo tu. Wewe kutokuamini mchawi hayupo haimaanishi atakuwepo. Tayari ushachezewa. Unachohitaji kuelewa, unaishi kwenye dunia ambayo iko na upana mkubwa. Amen. Amen. Mwambie mwenzako usitoe password. Usitoe password. Usitoe password. Usitoe password. Kama unamiliki ATM kadi, kuna wakati anakutumia ujumbe, namba zako za siri usimtajie mtu. Si ndio? Tafasiri yake wanaweza withdraw your money. Yes. Wanaweza katoa hela zako. Wanatoaje? Password yako. Kuna watu nyota zenu zimeibiwa, kuna watu hatima zenu zimeibiwa, kuna watu baraka zenu zimechukuliwa. Ulitoa password mapema. Mtikise mwenzako, muulize unaenda kuwa nani? Usitoe password. Amen. Hallelujah. Amen. Unaweza kufanya nini? Hujawahi kuona kuna kitu nafikiria kufanya alafu namsimulia mtu baada ya miezi miwili anafanya kile ulichomsimulia? Haijawahi kutokea kwako? Labda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hujawahi kukaa na mtu ukawa na idea, yani kwenye ndoto Mungu ameniletea nafanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Alafu baada ya miezi minne mbele unashangaa kile anafanya mwenzako. Unajua shida yako? Ulitoa code number, ulitoa password. Yesu anasema akawakataza wasimwambie mtu. Niliwaambia siku moja mdada mmoja alichumbiwa. Tena kachumbiwa na jamaa yuko very smart. Na jamaa yuko serious kuoa. Mdada huyo kihelehele akatoa code number kwa rafiki yake. Yaani namshukuru Mungu sana, muda sio mrefu, usiona mwenzio umeona hapo chini hiyo kiatu, umeona hiyo nguo, yani hiyo. Akaanza kuelezea. Na unajua dada hujui kuficha hisia. Kaanza kusema, ya unaviona hata hii hapo nilionayo, si ndio? Sasa hivi kuna iPhone. Sasa hivi ni iPhone. Hii iPhone 17. Si ndio? Nimenunuliwa. Halo? Amen. Mwenzake anasikiliza akataja na jina. Ni fulani, anakaa mahali fulani, akapata code number. Baada ya hapo, haikupita mwezi. Mdada huyo akaomba namba ya mchumba wa mwenzake. Akaitafuta akaipata. Baada ya kuipata, akamtumia ujumbe. Na kuonea huruma sana. Sema sina namna. Halo? Na kuonea huruma sana ila sina namna. Ukiniruhusu nikushauri nitakushauri ila uchaguzi wako. Akamfuata inbox. Una neno nataka kuniambia? Hebu niambie. Akaambia ninaogopa kwa sababu yule ni rafiki yangu kabisa tena wa damu, wa kufa na kuzikana. Nitaanzaje? Una kifua we kaka, una kifua? Kaka anajiuliza kifua kipi? Kwani mimi kifua sina? Kifua nacho basi sio hicho. Unaweza kutunza mambo? Au utanigombanisha wewe na rafiki yangu? Mimi yule ni rafiki wa damu. Akaambia trust me. Sitakugombanisha na sitasema. Akaambia nimeona huruma sana. Naogopa kukuona kijana watu ulipo mzuri unapotea. Yule mdada mimi ni rafiki yangu toka tuzaliwe, mimi na yeye pete na kidole. Ni vile tu tunakaa karibu, siwezi kumwacha, lakini mabaya yake nayajua A to Z. Umeona nguo aliyovaa mwezi uliopita ile mpya? Unajua imetoka wapi? Si rafiki wao wana share, si ndio? Rafiki yangu nimepata 15,000, nataka nikanue kitenge nishone. Na ukiangalia ni kweli anachosema. Anasema kile kitenge kanuliwa na fulani, ana boyfriend mko fulani, ana boyfriend huku. Yaani na kuonea huruma, sijui umeingiaje. Akachafua faili. Muulize mwenzako mangapi umechafuliwa. Kwa kihelehele chako. Cha kutoa kodi namba. Sema amina. Sema amina. Sema amen. Hallelujah. Kwa hiyo story kahama. Kijana aliposikia anaona akaisha anaonewa huruma. Akaomba appointment, tuonane.
wakubaliana tukutane mgahawa fulani, tupate soda, tuongee. Wakaenda kutana huko, kuisha habari yake. Sema amina. Faili ikafutwa. Mabaya yakatengenezwa, yakasirikwa. Baada ya hicho kikao, huyu binti kila kituma ujumbe kwa mchumba wake haujibiwi. Ukiona unatuma message asubuhi, unajibiwa jioni, jue kwisha. Amen. Sema amina. Sema amina. Ukiona unapiga simu iko busy na bado akikata akumbuke kukupigia, ujue hiyo habari imeisha. Mambo yakabadilika. Bita, kwa nini kimetokea? Mbona haya mambo sielewi? Mbona sielewi? Baada ya mwezi uchumba kavunjika. Alafu ghafla rafiki yake wa karibu kabisa wa damu anasikia mahali inapelekwa wiki ijayo. Na anayepeleka mahali ni yule aliyemchumbia yeye, ndio anapeleka kwake mahali. Inaumaje hiyo? Inaumaje hiyo? Unadhani sababu ni nani? Ni shetani? Ni pepo? Mwenyewe. Yesu akawakataza sana. Msiwaambie watu kama mimi ndio Masihi. Unajua kwa nini? Watavuruga huu mpango kabla sijafanya hii kazi, ndio kwanza naanza. Kama ni mtaji ndio kwanza nawekeza. Amen. 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 Wengine hata waliowaumiza wajatoka mbali, ni ndugu zenu kabisa. Unajua miaka ya nyuma ni tofauti na miaka hii. Generation hii iko na matatizo. Ukisikia Gen Z wako na shida hiki kizazi. Haleluya. Kizazi hiki kiko after money. Yes. Yaani sikupi kazi nipe hela. Hatuna urafiki kama hakuna faida. Yaani sina faida na wewe, no story. Tumekutana town, tuachane town, si ndio? Yaani Gen Z ukiona wana urafiki, ujue kuna nini? Kuna mchongo wa hela. Yaani siwezi cross time yangu kwa sababu tu ya story. Hiyo story yako inanisaidia nini? Sema amen. Tukipiga story masaa mawili, niambie kuna mchongo wa pesa mahali wapi? Mahali fulani. Ndio maana wengi ni wakubeti. Ila sio nyinyi mlioko hapa. Na msiishi maisha ya kubeti. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo generation hii ni tofauti na ile generation tulikotokea. Kule tulikotokea, ndugu kwa ndugu wanathaminiana, wanapendana. Ndugu yuko tayari kujitoa kwa ajili ya ndugu yake afanikiwe. Lakini Gen Z hii, ndugu yuko tayari kukanyagia mwenzake asifanikiwe. Ishindwe hilo kwa jina la Yesu. Amen. Nasema ishindwe kwa jina la Yesu. Amen. Nasema ishindwe kwa jina la Yesu. Amen. Ndio generation tulionayo. Biblia inasema nyakati za mwisho utakuwa ni nyakati za hatari. Upendo wa watu utapoa. Watu watakuwa wenye kupenda fedha kuliko Mungu. Ndio kizazi tulicho nacho. Ukienda ofisini akifanyi kitu mpaka ukipe kitu. Halo? Mimi nadhani mavurugu haya yanaendelea kwenye hii taifa yametokea bure tu. Yana sababu. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Na mimi nimewafundisha hapa mara nyingi. Vibaka hao kuna mahali wameanzia. Mimi nikiona wala rushwa, mimi siangalia wale wanaokula rushwa. Naangalia walikotokea wala rushwa. Wenda mwana rushwa alikaa kwenye shilo kama hivyo walivyokaa. Anaabudu kama hivyo. Baba yake ni Mkristo, mama yake ni Mkristo. Sema amen. Amen. Lakini namna amelelewa, haendi dukani mpaka apewe na 200 yake. Mwanangu nakutuma kanua sukari hii hapa 200 ya kwako. Kwa hiyo kanaenda dukani huko anapewa 200. Kakituma mjini kanapewa jero. Kwa hiyo hayo maisha haendi mpaka apewe, haendi mpaka apewe. Kwa hiyo tunakatengeneza kalarushwa kanaanzia kwenye familia. Amen. Na si hatujui. Kumbe tunakatengeneza kapigaji, kataenda kupiga kwa kwenye serikali. Lakini kanaanzia kwenye familia. Ukiona huko na katoto na katuma dukani akaendi mpaka kapewa 200, chukua fimbo cha laza. Amena. Yaani cha laza. Kana kula ugali wangu. Nyumbani kanala kwangu. Kwangu. Alafu nakatuma kanataka 500. We. Lakini wazazi wengi hawajui hiyo kitu. Anampa mwanangu 200 hiyo, nakutuma nenda kachukue hiki, alafu hii hapa nauli yako na hii hapa 500. Si ndio? Wewe unafikiri umempa zawadi. Kumbe unatengeneza mla rushwa.
kanaenda hivyo, kanamaliza sekondari, kanaenda chuo. Haleluya. Kako Jumamosi kako nyumbani, badala kasaidie kuosha vyombo, kufanya kazi, kanasaidiwa, kanapewa na hela kidogo. Na hela hiyo mwanangu, wao unafikiri upendo, kumbe ni ujinga. Unapandikiza wizi. Ghafla kanaenda hivyo, kanaenda kanamaliza chuo kikuu, kanaenda kupata kazi, kwa sababu mfumo ule kametengenezewa na baba yake na mama yake kwamba upewe kitu mpaka utoe kitu. Kwa kanaenda na faili kwenye ofisi, kanabeba na bahasha, kanadondosha bahasha, kanaweka na faili, kwa sababu faili imeambatanishwa na bahasha. Wewe nenda mabarabarani huko, trafiki wana hizo kazi. Kuna kazi ngumu sana barabarani, yaani trafiki anapiga dereva na mkono, dereva anapaki pembeni, na unaga madereva wajanja sana. Anatoa leseni, afu kwa chini ya leseni hapa anaweka 5,000. Sasa najiuliza hii nini? Halo? Na askari barabarani akipokea, akuonyeshi ile 5,000 kwa hivi, na anajua kabisa, anaipiga hivi, anaisoma, hii inateleza, inaenda mfukoni, anarudisha leseni, maisha yanaendelea. Kizazi cha wahuni. Naongea na watu hapa. Amen. Kwa kameingia kwa bahasha, kako ofisini. Tegemea haka kako pale ofisini, hakawezi kumsaidia mtu mpaka kapewe bahasha. Lakini hiyo roho imetengenezwa wapi? Wazazi. Kwenye familia. Amen. Halo? Amen. Sasa hapo naanza kukata mirija ya watu. Ni wanafunzi msinichukie, nakata mirija yenu. Hakuna kutumwa kupewa buku, hakuna. Utatumwa kavukavu na utarudi kavukavu. Ikibidi uende kwa mguu na urudi kwa mguu. Kama ni karibu. Boda ya nini? Ndio maana kizazi kimekuwa lazy kweli kweli. Kimtoa kutoka hapa tukwenda pale Bwiringu kutembea, anarudi ni kama vile kaenda mbinguni na kurudi. Kachoka kweli kweli. Mazoezi hakuna, na dunia imeharibika siku hizi. Kila kitu ni simple, wamesimplize. Mazoezi sio lazima ukimbie barabarani, wanakuchukulia mashine, unakimbia kwenye hiyo mashine. Na kuuliza swali, ukikimbia hivi kwenye hiyo mashine kuna matuta, kuna mashimo, kuna mabonde, unafikiri Mungu alikuwa mjinga eh? Ndio maana ukikimbia barabarani unaruka matuta, mabonde, milima. Sema amina. Kwenye ile mashine ni hivi tu. Hii ndio generation tulionayo. Halo? Halo? Tikisa mwenzako mwambie funguka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Lazima ujue unasema nini na unasema wapi. Amen. Naongea na mtu hapa. Amen. Kuna watu wameingia kwenye changamoto na vita na hatari kwa sababu hamkujua muda wa kusema, hamkujua mahali pa kusema. Narudia ule mstari wa B. Anasema ule mstari A anasema, ndipo akawakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yoyote kwamba yeye ni Kristo. Don't tell anybody who are you. Usimwambie mtoto wewe ni nani. Acha watu wakufahamu kawaida. Basi usifungue CV yako. Usifungue kodi ya maisha yako. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Kijana umekutana na msichana siku moja tu, unafungulia faili lako lote A to Z. Utapigwa mjini hapa. Na mkono wako usema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba nisaidie. Nipe ufahamu. Nipe akili. Na utashi. Katika mambo yote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Jambo la pili, kwa nini Yesu alizuia? Aliwakataza wasiseme. Usiseme kwa sababu kutokusema unapunguza maadui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiseme kwa sababu kutokusema kunapunguza maadui. Yaani kama watu hawajui wewe ni nani, hawatakuchukia. Hatuwezi kuzuia watu kukuchukia, lakini kuna baadhi tutawapunguza wasikuchukie. Amina. Amen. Unajua kuna watu ukiwaambia tu jana nimekula nyama, mioyo yao inaugua. Kwa sababu ana mwezi anakula dagaa. Sijaeleweka vizuri. Naongea Chalize, sema amina. Amen. Sihubiri haya nikiwa Masaki. Nikiwa Masaki siwezi kuhubiri haya. Kwa sababu Masaki kule kula nyama ni kitu cha kawaida. Sema amina. Amen. Sihubiri haya nikiwa Oysterbay. Unajua kwa nini?
Oysterbay tunazungumza nini? Kuhusu vyakula vidogo vidogo hivyo. Hatuzungumzii nyama, tunazungumzia burger, sausage. Sema amen. Imetengenezwa kwa kiwandani. Sema amina. Lakini tukizungumza haya, nazungumza Chalinze. Ndio maana siwezi kuhubiri injili ya Masaki nikaihubiri Chalinze. Utatoka kapa. Sema amina. Na hubiri maisha ya Chalinze ambayo mgagani unaujua, mchunga unaujua. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Amen. Blenda unaujua, wa majani unaujua, wa kusaga unaujua. Naongea watu. Amen. Pombe unaijua. Hawa ndio watu naongea habari zao. Ningeongea Masaki, nisingeongelea nyama, nisingeongelea mlenda. Ningeongea Masaki, ningeongelea baga, ningeongelea sausage. Sema amen. Sema amina. Ninazungumzia tunaenda out, na out yenyewe sio huku. Out yenyewe tunaenda kwenye zile hoteli kubwa kubwa nyota 5. Si ndio? Lakini kiongelea Chalinze naongea kwa maisha yanayofanana na wewe. Nimekutana na mtu akiwa anaona wivu kwa sababu tu fulani kazaa mtoto mzuri. Hivi unaelewa? Unaelewa ninachoongea? Hicho kitu ambacho sio mtu kamwambia Mungu nataka hivi. Ni Mungu kabariki. Nimekutana na mtu anachukia jirani yake amkuta anakula ubwabwa na maharage. Kali maji. Mpaka binti yangu anasemaje? Unasikia? Yaani mpaka unashangaa. Sasa ninaposema usitoe kodi ili kupunguza maadui, maana yake kuna vitu kivisema unaongeza maadui bila sababu. Don't say. Usiseme. Una milioni 100 umepata, wakati mwenzako ukuteni anamaliza miezi 6 hajashika. Unatengeneza vita sio na sababu. That's right. Mtikise mwenzako kwambie funguka. Soma kitabu cha Mwanzo. Soma pale, changamka. Mwanzo 37. Nisome tu mstari wa 11. Ningesema mengi hapa. Muda uniruhusu. Haujafika bado? Mwanzo 37 mstari wa 11. Nasoma. Amen. Nasema ndugu zake wakamhusudu. Ndugu zake wakamhusudu. Bali baba yake akalihifadhi neno hilo. Umesikia? Ndugu zake wakamhusudu. Kuhusudu maana yake nini? Wakamuonea wivu. Wakaanza chuki ndani yao. Chuki imetokea wapi? Yusufu ameota ndoto, nyota 11 zimemwangukia. Akashtuka. Na jua na mwezi vimemwangukia. Akashtuka. Siku ya 3 anaota tena miganda, mashuke, matita 11 yanaanguka mbele yake. Akaenda akasimulia ndugu zake. Biblia inasema ndugu zake akamwambia, ina maana sisi tutakuwa chini yako, wewe utakuwa mkubwa juu yetu. Na Yusufu kwa kuzaliwa yeye ni wa pili kutoka mwisho. Haleluya. Ndugu yake Ruben ndio alikuwa wa mwisho. Yusufu alikuwa wa pili kutoka mwisho. Sasa huyu mdogo ndio anakuwa mkubwa. Anaota ndoto ya kuwa mkubwa. Anaota ndoto ya kuwa kiongozi. Akawasimulia ndugu zake. Biblia inasema neno hilo ndugu zake wakamhusudu. Lakini baba yake akatunza hilo neno. Kuhifadhi maana yake hakutoa hiyo siri. Hakusema hovyo hovyo. Sema amen. Amen. Mtoto wako anaota nini? Anaota nini mara kwa mara? Anaota kuwa kiongozi wa serikali. Anaota kuwa mtu mkubwa kwenye familia. Anaota kuwa kiongozi mkubwa. Anakusimulia na wewe unaanza kulopoka ovyo. Unaumiza maisha ya mtoto wako bila kujua. Biblia inasema Yakobo akalitunza lile neno kwenye moyo. Kuna mambo mengine yatunze moyoni. Amina. Naongea watu hapa. Amen. Yatunze moyoni. Umeona kuna jambo kubwa mbele yako linaenda kutokea litakaloleta mafanikio makubwa. Tunza moyoni, anza kuliombea. Bwana tokea, Bwana tenda, Bwana fanya. Tunza moyoni. Mambo unaweza kupunguza maadui. Rudia tena. Rudia tena. Haleluya. Amen. Kuna kipindi tulipoingia hapa nikahubiri. Tulihubiri mkutano pale, mnakumbuka? Unakumbuka? Alafu kuna kodi moja nikaitoa ya maisha yangu. Nilipoitoa ile kodi ikanigharimu. Washirikina wakasema wakanikaa pembeni, wakaniweka pembeni, wakaanza kumwataki mama. Unajua kwa nini? Nilitoa kodi. Kuna password nilitoa.
Sema amen. Amen. Usitoe password. Amina. Utaumia. Utaongeza idadi ya maadui. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani lazima ujue hiki ninachokuambia. Nisikilize mpendwa, haya ni maisha. Na mimi naongea na wewe, najua kabisa ninachosema. Najua yale nimekutana nayo kwenye maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza kuwa uko kazini kwako, kwenye biashara, kwenye masomo, ni wanafunzi mnasoma, mtaenda chuo kikuu, vyuo vikuu, mtafika huko. Usianze kutoa password kwa mtu usiyefahamu. Utayagharimu maisha yako. Kuna maskendo yametengenezwa, watu wakaharibiwa maisha. Wachungaji wangapi wameharibiwa maisha? Imetengenezwa skendo, zimetengenezwa, zikasukwa, zikaundwa, zikatumwa. Mtu akatolewa kwenye mfumo. Wangapi? Lakini kwa nini? Walitoa namba ya siri, password walitoa. Ninakuombea katika jina la Yesu. Amen. Ninakuombea katika jina la Yesu. Amen. Ninakuombea katika jina la Yesu. Amen. Kama kuna mahali ulitoa siri yako katika ulimwengu wa roho, maadui wakaichukua, washirikina wakaichukua, kwa jina la Yesu wataachia kwa damu ya Yesu. Amen. Ndio. Haya naongea, kuna wengine tayari mmeshaingia kwenye gharama, inawagharimu. Inawagharimu. Biashara zenu zinawagharimu. Maisha yanawagharimu. Unamsimulia tu ndugu yako, mimi mwenzako, namshukuru Yesu sana. Saa hizi napiga hatua, naenda lelelele. Unasema, "Wewe ndugu yangu wa damu." Umesahau wanaologana leo hawatoki mbali. Ndugu kwa ndugu wanalogana. Sasa kuambia umchukie ndugu yako, lakini nakwambia uwe na tahadhari. Sema amini. Amen. Nilimsikia ndugu mmoja akasema, mimi na fulani, mimi nitafanikiwa zaidi yake. Kama ndugu anaweza kumwambia ndugu yake, mimi nitafanikiwa zaidi yake, which means akitokea ndugu yake anataka kufanikiwa, si anaweza kumkanyagia? Si anaweza kumfanyia ushirikina ili awe juu, ndugu yake awe chini? Niliwasimulia hapa, kuna mmoja alikuja kwa ofisi, amechoka, imemgharimu kweli kweli. Lakini tunaingia kwenye maombi, Mungu anafunua aliyemfanyia ni dada yake ya kunyonya kabisa. Na alimsaidia kwa hela yake mwenyewe. Dada amekuja kaomba nauli tu, kaka samahani, naomba nauli niende mahali fulani. Kaka akavuta draw, akatoa shilingi 2000. Dada akachukua 2000 akaipeleka kwa Nchembagula. Kabla Mandondo nisaidie. Aliyetoa hii hela ndio anajifanya jeuri kwenye familia. Haiwezekani. Yeye awe juu, yeye nani? Wote tuwe sawa. Yaani sisi tukiwa na shida tukamwombea hela yeye. Tukiwa na shida tukalia matatizo kwake, wote tuwe sawa. Mandondo akachukua 2000 akaanza kuikanyagia. Akakanyaga waya. Baada ya kukanyaga waya, biashara zikaanza kuyumba. Hiki kinayumba. Lakini aliyefanya ndugu wa damu. Unaweza kusema ndugu wa damu hawezi kunifanya. No. Kwenye issue ya pesa ni issue ya person. Amen. Ni kama mtu basi, ni wewe na mke wako, ni wewe na mume wako as a family. Nje ya hapo, be careful. Naongea na mtu hapa. Sina maana uchukie ndugu zako. Sina maana hiyo. Lakini na maana hii, be very careful. Amen. Yaani uwe mwangalifu. Biblia inasema Yesu akawakataza sana wasimwambie mtu yeyote. Kuna mambo don't say. Kuna siku utanishukuru. Amen. Punguza maadui. Sema amina. Amen. Punguza maadui. Amen. Nilikwambia siku moja, yeyote anayekuombea ana kiwango cha maombi. Amen. Niangalie kwa macho. Mtu ambaye hana limitation ya kukuombea ni mchungaji wako. Lakini yeyote anayekuombea ana kiwango cha maombi. Na muombea fulani, Mungu mbariki. Kuna kiwango anataka ufike. Hicho kiwango ukivuka, na yeye anakuwa adui yako. Naongea na mtu hapa? Yaani kuna kiwango cha wanaokuombea, ukikivuka hata wale wanaokuombea wanaweza kuwa maadui. Amen. Kwa sababu wako na limit ya maombi wanayokuombea. Mungu tunamuombea. Sasa nakuombea, ghafla umefika sasa. Unaenda. Ghafla ukajenga, ghafla umenunua bodaboda, ghafla umenunua gari. Alafu wanaokuombea hata basikeli hawana. Maombi yanaendelea. Ghafla wanaona unainua gorofa, ghafla wanaendelea kukuombea. Si useme. Hata wewe mwenyewe kama ndio wewe unayemuombea, unaanza kusita, Mungu sitali aliye ashabarikiwa. Niinue na mimi. You know what? As a human being. Yes. Kwa sababu ni wanadamu. Kwa sababu ni mtu mwenye anabariki bila kipimo.
ni Mungu. Sema amina. Na ndio maana hakuna kitu cha kujivunia kama Mungu, kwa sababu nyinyi wote hata mkikorofishana na mimi sijakorofishana na Mungu, unajua nini kinatokea? Mungu anapotaka kubariki mtu haendi kumuuliza fulani nikambariki nisimbariki. Mungu anabariki tu na ana kikao na mtu. Amen. Naongea na watu hapa. Yaani huyo ndio maana usiache yeye, kumbatia yeye, mfuate yeye. Yeye akiamua kukubariki hanaga kikao na mtu. Na ninawaambia ukweli, kama Mungu angekuwa anauliza watu kikao kwamba nataka nikambariki fulani, unasemaje? Kuna watu wangemwandikia Mungu barua ya maombi ya kukanusha. Tafadhali Mungu huyo asubiri kwanza. Unafikiri kwenye familia yako Mungu angekuja kuuliza ukoo, aulize nimbariki huyu nisimbariki? Wanaukoo wote wangekubali wewe ubarikiwe? Simple. Si ndio? Kwa kumbe unaweza pata maadui hata ndani ya familia. Unaweza pata maadui hata watu wa karibu. Kwa nini? Kwa sababu ya kile unachosema kwao. Yusufu alisema naenda kuwa mtu mkuu. Hicho tu kilitosha kutengeneza maadui. Na maadui wa kwanza walikuwa familia yake. Maandiko yanasema wakamtupa kwa shimo. Haikutosha wakamuuza. Ni nani? Hakuuzwa na watu wa mataifa. By the way, na leo nakupa habari njema ni kwamba ndugu zake walimuuza, waliokuja kumsaidia ni watu ambao sio ndugu zake. Mungu akuinulie watu katika jina la Yesu. Amen. Nasema Mungu akuinulie watu katika jina la Yesu. Amen. Mungu akuinulie watu katika jina la Yesu. Amen. Nisaidie kusema amina. Haleluya. Amen. Nimalize jambo la mwisho. Kwa hiyo unaona, unaweza pata maadui kwa sababu ya kusema. Na Yesu alijua hilo. Hakutaka kuwa na maadui na Mafarisayo na Masadukayo na waandishi mapema. Akasema acha tufanye kazi kimya kimya. Watakuja kujua huko mbele mziki niliokuja nao. Watajua tu kile nilichobeba. Watakuja kujua baadaye. Lakini sasa acha twende kimya kimya. Kuna mambo twende kimya kimya. Sema amen. Acha twende kimya kimya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Watakuja kuona tumeshatokea. Watakuja kuona tumeshavuka. Watakuja kuona upenyo umeshatokea. Sema amina. Wakati wanajiandaa kuzuia, si tuko ng'ambo ya pili kwa jina la Yesu. Amen. Wakati wanajiandaa kuloga, si tumeshavuka kwa jina la Yesu. Amen. Pe Yesu makofi kama unanielewa. Wakati wanaanza kufunga tumbili yao, wanakuta wewe zamani umeshahamia nyumbani kwako. Wanaimba haleluya hosana. Haleluya hosana. Wao ndio wanajiandaa kwenda kuloga. Amen. Sema amina. Amen. Naongea na watu hapa. Amen. Yesu alizuia hilo kwa wanafunzi wasifanye hivyo ili kupunguza maadui wasiwe wengi kwa wakati huo, maana muda wa kazi ulikuwa bado. Ingawa kila kazi ilikuwa na maadui zake, lakini Yesu aliamua kuzuia kwa muda, kwa sababu wakati ukifika watakuja tu. By the way, kila mafanikio yako na changamoto, yako na vita, yako na maadui. Kiwango kile unainuka ndicho kiwango unakutana na maadui, na maadui wa kiwango wanaenda kwa kiwango cha kufanikiwa kwako. Ndio maana ukisoma degree huwezi kukutana na mtihani wa darasa la saba. Mtihani utakao kukutana nao ni wa degree. Masters ni hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Huwezi kupewa kwenda kufanya research ya anayofanya mtu wa form 4 au wa form 6 wakati unatafuta PhD. Haiko hiyo kitu. Utakutana na mtihani wa kiwango chako. Asifiwe Yesu wa msalaba. Amen. Naongea na mtu hapa. Amen. Tumalize jambo la mwisho. Usimwambie mtu kwa sababu unapunguza kuishi kwa hatari. Utakuwa safe. Sasa no one knows. Hakuna mtu anajua kuhusu wewe. Kwa hiyo unakuwa nini? Unakuwa salama katikati ya hatari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninampenda mtu mmoja anaitwa Samson. Moja ya kosa Samson alifanya ni kutoa password ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 6. Ukisoma hapo maandiko yanasema jambo la ajabu sana. Soma hapo. Waamuzi wamepakana na Joshua. Waamuzi sura ya 16 mstari wa 6. Nisaidie kusoma hapo. Waamuzi sura ya 16. Soma mstari wa 6. Amen. Barikiwe. Delila akamwambia Samson, umesikia? Delila anamwambia Samson, anamwambia nini? Please tell me, niambie asili ya nguvu zako. Nikwambie ili weje?
nimeshindana na mtu mmoja katika ulimwengu wa roho miaka kadhaa iliyopita. Watu wa maombi wanajua, usiku wa saa 11 kasoro anapiga simu, ananiambia swali hili, mchungaji, wewe ni Mungu yupi unayemtegemea? Nikasita kidogo. Yaani mtu amepiga simu saa 10 ya usiku, anauliza hilo swali. Mbona sielewi vizuri? Kama Mungu si ni wachungaji wote wanategemea Mungu, wewe ni Mungu yupi unamtegemea? Hivi maombi yako unaombaje? Nikwambie ili iweje? Maombi yangu ni password, sema amina. Haleluya. Na nimeweka kodi namba, sitoi. Hapo ndiko napiga. Hapo ndiko na haribu. Sema amina. Amen. Sema amina. Najua asili ya ushindi wangu inatoka wapi. Huyu mwanamke anamwambia Samson, niambie asili ya nguvu zako. Nilimfuata mchungaji mmoja siku moja, ni mchungaji aliyefanikiwa sana. Nikamuuliza, mchungaji, samahani, hebu nisaidie, nipe tu angalau kidogo. Umefanikiwaje? Unajua alichoniambia? Akaniambia, hapa baba, hapa. Nikamwambia, mbona hapa wote tunaomba baba, hapa tunaomba. Ameficha kodi, password kaificha. Halo? Anasema hapa. Najiuliza, mbona mimi naomba hapa. Halo? Anaficha password. Samson anaulizwa, tuambie asili ya nguvu zako. Kwa nini mwanamke huyu anataka kujua asili ya nguvu za Samson? Ukisoma mistari ya chini, Waamuzi sura ya 16, anzia ule mstari wa 6, soma mpaka mstari wa 10 pale kuendelea 15, utaona baadaye Biblia inasema kwa sababu ya vile ambavyo alimuoji sana, alimuuliza sana, Samson akawa kama akafika karibu ya kufa. Unajua mahusiano, relationship, mnajua na mnajua power ya mwanamke, si ndio? Unaweza kuishiwa power. Sema amina. Kama alivyoimba yule mwimbaji, aishiwa power, unaweza kuishiwa power. Kwa hiyo Samson akaishiwa power, na alishiwa power kweli. Lakini aliyemfilisi power alikuwa ni mwanamke. Vijana mko hapa, mnaweza kuishiwa power. Ndio maana mjitunze kwa Yesu. Mkikutana na hao mtaishiwa power. Unaishiwa power kweli. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Anamwambia, niambia asili ya nguvu zako ni zipi? Kwa nini nataka kujua? Utaongeza maadui. Yesu alijua wakijua mimi ni nani, nitakuwa na maadui wengi. Utafanya watu wakuloge bure. Nampenda mke wangu sana. Kuna kata anasema usisababishe vita ambazo hazina sababu. Unajua kuna wao wengine wanaweza wakemea, kweli tunakemea, lakini tusipeane sababu ya kukemea bila sababu basi. Wengine wanaweza kuyakwepa, uyakwepe basi. Ili tusikemee tu, maana ni kwetu tutakemea itaondoka. Lakini mengine basi yawe na sababu za kukemea. Maana yake kuna maadui unaweza kuwatengeneza bila wewe kujua. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Nataka Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Usiongeze idadi ya maadui bila sababu. Kuna watu wakijua mahali unakoenda watakuwa maadui. Kuna watu wakijua pale unapotakiwa kufika watakuwa maadui. Wakijua unachoenda kukimiliki watakuwa maadui. Wanakuwa marafiki kwa sababu hawajui kule unakoenda. Acha wasijue ili uwe salama kwa jina la Yesu. Halo. Ninatamani Mungu akusaidie kuelewa. Unajua kuna watu mmepitia vita kwa sababu mlitoa picha zenu, mlitoa password zenu, mlieleza maisha yenu, mlisimulia na mkasimulia mahali ambako sio salama. Mkajikuta mmeongeza maadui, mnaongeza maadui. Una hela unaongeza maadui. Ukiwa nazo punguza maadui. Punguza. Pamoja na wewe. Pamoja na wewe katika safari yangu pendwa. Kuna mambo leo yamekwama kwenye maisha yako, na ukichunguza unajua kabisa ulikuwa sababu kuna mahali ulitoa taarifa zako bila kujua.
Kuna mahali watu wamevuruga maisha yako. Kuna mahali washirikina wamepata mlango wa kukupiga. Unajua kwa nini? Umetoa taarifa za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ukijua unampenda mkeo, usimposti. Mimi nakusaidia. Wanaume mwenzangu nakusaidia, usimposti Instagram, wewe Facebook wapi? Mlinde. Ukijua unampenda mumeo, usimposti. Nampenda muumini mmoja yake mposti mume wake anaziba sura. Msimuone, naficha kodi. Kodi namba hii. Sema amen. Unajua kwa nini? Nilimsikia mdada mmoja anasema, mimi nikimuona mwanamke yote anamposti mume wake mara kwa mara, lazima nimfuatilie huyo mwanaume. Ona anapostiwa sana. Ana nini huyu? Yaani kwa gharama yote lazima nimpate. Au ndio watu wa dunia. Halo. Mwambie mwenye kuficha password. Ficha password. Umejua milioni zako 10 mwenyewe unapiga nazo picha. Hapo unatupia wapi? Instagram. Mambo ni bien. Mambo ni okay. Wakati watu wanaiba kwenye simu tu. Halo, ni namba ya Vodacom wanakupigia. Ndugu mteja, kuna hela imetumwa kimakosa. Alafu unatuma tu milioni 10 unapeleka nazo Instagram. Watu watafuta unaishi wapi. Na usivyojua kuficha uhalisia unataja mpaka nyumba namba 720. Mtaa wa Pajongo. Watu wanakufuatia mpaka mtaa kwa Jongo. Sema amina. Sema amen. Unashangaa zako mwenyewe kutoka zako ibada na kijia chako. Endelea naye. Anaendelea na watu washafuatilia kila kona yako wanajua. Wanajua mpaka muda unaorudi jioni. Kwani wanaotekwa wanatekwaje? Maana watu wanajua mpaka masaa wanayorudi nyumbani. Mpaka muda wa kula, mpaka muda wa kulala. Unaangalia TV masaa mangapi watu wanajua. Ukirudi nyumbani unaanza kuoga, kisha unakuja sebuleni, unakaa masaa mawili kuangalia TV, watu wanajua. Ikifika saa 9:30, 20 hivi dakika 30 ndio unaenda kulala, wanajua. Huo muda ndio wanakuja na kibomba chao kina ile dawa ya kulala ya usingizi, wanapuliza kwa dirisha. Napiga usingizi wanaosukufa. Na vimilioni 10 vyako hujaviweka benki. Umevifungia kwenye kabati. Unaamka asubuhi unaanza kulia msiba. Kisa ulijiposti. You have to be very careful. Hii dunia imebadilika. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nilikuwa nasoma mtu mmoja ametuma kwa mtandao anasema watu wengi wajanja walioko mitandaoni hawajaweka profile halisia, hawajaweka majina halisia, kila kitu ni fake. Amen. Kwa sababu hawataki kujulikana waliko. Halo? Amen. Halo? Amen. Wewe unajulikana unaishi Chalinze na unasimama mwenyewe unaiposti unaisema serikali vibaya. Na umeandika jina lako hilo Mahamudu Juma. Unakaa Chalinze mzee. Mtaa wa kumzee nani? Mzee wenu unamjua wa mtaani pale. Mzee huyo Mlisho. Watu wanaenda kwa mjumbe Mlisho ni nani fulani, wanafurahi. Huyo kijana unamjua? Namjua, imeisha hiyo. Halo? Amen. Uwe makini. Usiongeze maadui. Amen. Yesu akawakataza. Na hizi ndio sababu 3 nilizisema. Jambo la kwanza, alijua muda sio sahihi wa kusema. Jambo la pili, Yesu alijua hakuna sababu ya kuongeza maadui wasio na sababu. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Na jambo la 3, alipunguza kuishi kwa hatari. Na dunia leo Tanzania imebadilika. Punguza kuishi kwa hatari. Ishi kwa tahadhari. Ukifunga faili yako hivyo, haionyeshi wewe ni nani. Unafanya nini? Unakuwa safe, unakuwa salama. Sema amina. Amen. Umechumbiwa hawajui. Umechumbia hawajui. Sema amina. Amen. Wanakuja kujua mahali shapelekwa. Wanakuja kujua ndoa wiki ijayo. Hata wakiroga wafanikiwi. Washachelewa.
Wewe umevaa kipete tu, kila mtu hiyo. Umeona dada, umeona imetoka hiyo. Wewe, dunia hii sio ile miaka ile. Sema amina. Sema amina. Umefungua kabisa tu. Yaani ni vurugu, ni vurugu. Wewe ndio wewe, maisha yako hivyo. Wacha maisha yako abaki kuwa password. Mpaka wakati ukifika, yenyewe yatasema who are you, yatakutangaza wewe ni nani. Hata usiposema jamani mwenzenu sina hela, hela zinasema we are here, tunasubiri matumizi. Sema amina. Yaani hata ukisema sina hela, zinakuambia tupo. Subiri wakati, subiri time. Lazima ujue kutembea na muda wa Mungu. Kipi cha kusema, wakati gani wa kusema, wapi pa kusema, nani wa kumwambia. Haya ndiyo majira ya Bwana ya kuijilia Tanzania. Haya ndiyo majira ya Bwana ya kuyajilia maisha yako. Haya ndiyo majira ya Bwana ya kujilia watoto wako. Haya ndiyo majira ya Bwana ya kukujilia katika jina la Yesu. Nisaidie kusema amina, haleluya. Bwana anamwambia Ibrahimu, majira kama haya mwakani nitakujilia. Soma maandiko. Hakuna mahali Ibrahimu alienda kutangaza. Hakuna mahali alitoa hizo kodi namba. Hakuna. Mkristo na kufundisha maisha ya vita. Sema amen. Wewe ni Mkristo, wewe ni mtu wa vita. Wewe sio wa kawaida. Kila kitu kwako kinafuatiliwa. That's why unahitaji kuwa makini kwa kila jambo. Simama tuombe. Simama